kero Nyasaye gereryo musacho oyo akaranga taisa negeti akaranga tabwati onkamirifu achakamilika akamanya goteba bono na korera irama abera igaba kungutira yendo kyamana ngumo sacha akarorera ukieke ama abera alipoonewa huruma Mungu akasema kuja nikurasha chini akamweka chini akamtoa ubavu akamtoa nyama akatengeneza mwanamke alipotengeneza mwanamke akamuleta kwa Adamu akamuonyesha akamwambia oh my God nimekuletea msaidizi na akaleta hiyo omotorenga omokoni abakungu ni nwame twe osetu na bakoni omwabe omutete konseri kuba mwanje no ndai wiki ane ko batenda mangana makomu mutanya komu yore menyete na iro ni maiteke busi awana manya saa ili tuanya kubuyeka n'abasai nari kuumba ukiwa mzabibu mzuri sana ulije ukaje ukawa mzabibu mwitu bona mangana ukorusia somo nuo tari arinya saa begete na mangana mao amangana a setani abekira sobongo bwao hiyo ndio unatoa maneno ya kudona wewe uko kama mimi Nyasaga koletera Mungu akakuletea mwanamke kama msaidizi kama zawadi nzuri lakini mwanaume wamegeuka hawaoni zawadi tena mwanamke ni chombo tu kiko pale omotora hugo utabwati value tabwati tali komo chali wana banyasai no mole osemwachi soma emeongebere na bibere 22 soma inasemaje inwe na moiza kwesibelia esabuniere nechinguru chioko rusieriko imagine ati niliwaumba mkiwa mzabibu mzuri sana mumegeukaje sasa hapo 22 inasema hata kama mtaoga na sabuni inaitwaje sabuni yani herene chingu weko rusiriko hata mkioga na sabuni ambayo iko na nguvu ambayo itatoa uchafu soma elimo abio kama chakua ino niko bigendera hata kwa baso sibwane imagine ati izile shida na taabu ziko machoni pangu kama Mungu ndio Biblia inasema hata tukijaribu kujiosha tuliharibika tulitoka katika mpango wa Mungu akatupatia sheria akasema mama tembea katika hii line mama tembea hii line mzee na wewe tembea katika hii line kila mtu atembea katika majukumu yake mtakutania pale mbele mama ameacha jukumu lake anafanya la mzee ameacha jukumu anafanya la mama mtakwarusana on the way ndio sababu anasema je mtakapooga na sabuni ya aina gani hamtakuwa wasafi nikiwa ndani yake hatutakuwa wasafi ndio sababu ufundo umejaa katika nyumba zetu yani tunahesabu ndibowo chakoira na ndio ndibowo ekero wachire kwa roko bori ngaki ngoche boki isoke ko rwenyombe ndo mugima alafu mwingine anasema sitaki hata akiwa kwa mama wengine anasema akistaki usiku ifike hata sijui ndaenda wapi tima etia sema karaki sengochi esenye tutwagundia kinyomba cheito chagundira abana saa kinyomba cheito siko na ufundo ambao hata Mungu akituangalia na shangaa hii ndio ile nyumba nilitengeneza mwenyewe na nikaitakaza nikaibariki nikasema sasa enendeni mkazae na mkajaze dunia akawabariki wakaondoka wakiwa wamebarikiwa lakini sasa ile baraka ya Mungu tumeiondoa tumetafuta baraka zetu soma hiyo Jeremiah chapter 4 and verse 22 I think so verse 22 Jeremiah verse 4 22 na chapter 4 verse 22 naomba usome ndugu yangu kwa Kiswahili Yeremia 4:22 inasema Biblia inasema kwa maana watu wangu ni wapumbavu watu wangu wameacha mpango wa Mungu kwa sababu ni wapumbavu
Hawanijui. Hawanijui mimi. Huyu ni Mungu anasema maneno haya. Ni watoto waliopungukiwa na akili. Imagine tumepungukiwa na akili kiasi kwamba tumekuwa kama watoto. Wala hawana ufahamu. Hatuna ufahamu ule Mungu alitupatia. Mungu akatupatia ufahamu. Nitawasomea kifungu ambalo tutapata ufahamu. Na anasema niliwapatia ufahamu, nikawapatia maagizo, nikawapatia mwongozo. Sasa hatuna ufahamu, tumepungukiwa na akili. Soma. Ni wenye akili katika kutenda mabaya. Imagine, ni wenye akili katika kutenda mabaya, lakini bali katika kutenda mema hawana maarifa. Bali katika kutenda mema hawana maarifa. Ngomo tutenda gukora mangana maya nyono yomo. Niki yakogera tugukora mangana tumugwendera Nyasaye. Ni kwa nini hatumpendezi Mungu? Ndio Mungu ameamua kumwaga ghadhabu katika nchi. Amemwaga ghadhabu, watu wamekosa upendo. Watu hawapendani, watu wanadharauliana, vita imejaa nyumbani. Ni kwa sababu tumepungukiwa na akili. Nyumbani lazima uweze kujua kwamba nyumba inajengwa kwa hekima. Soma Methali 20. Unataka kusoma na Kikisi? Hebu soma ndio waelewe. Soma. Abantu bane ni barabariri. Abantu bane ni barabariri. Nibamanye tinje. Ngabamanye tinje. Barabuni babale buna abana batali no bongaini. Imagine bale buna abana batali no bongaini. Nibamanye tikendo kende. Mbabwati kende bamanye te. Ni baraboge mono asako kwali bibe. Ebite bibe birobina bitoko kora mono. Tobiantete mono. Obianto bitobiri toko kora sobo bisi. Ebigo tobiantete mono abana banyasai. Borende tibamanye ti ogokora amaya. Lakini mbamanye ti gokora amaya. Nyasaye agatobo ngai. Agatuachiseni tukaweza kuweza kupatia wanyama majina sisi wanadamu. Tukapewa hekima ya kuamua mazuri na mabaya. Wacha niwaulize swali. Wakati we mama ulikuwa umefuga ng'ombe, ulikuwa unaipenda sana hiyo ng'ombe, na wakati umekufa, hii ng'ombe inaachanga kukula nyasi ama inaendelea kukula nyasi? Kwa nini isisimame kwamba umekufa? Ni kwa sababu haina taarifa, haina uwerevu kwamba mama sahihi hayuko, amekufa. Ng'ombe inakula nyasi kama kawaida, inaendelea na kukamuliwa kama kawaida, lakini wewe ambao ulikuwa unaipenda na umeitunza umekufa. Ndio sababu Biblia inasema hatuna uwerevu. Ng'ombe haina uwerevu kama ya mwanadamu. Ng'ombe inajua yeye ni ng'ombe na amekamuliwa maziwa na ataenda kulala kama kawaida. Lakini wewe mwanadamu utaangalia hata ng'ombe wako, uone hata wakati asikii vizuri, ukaita daktari ili aangalie hiyo ng'ombe. Obo ngai ni bolinya saa toete na itwa ileta abana banyasai. Na yobo ngai ni wachiete. Omogaka kwaga ikarasire kwa mwebi to no mogaka ngai kwa ile to ngai. Ngomokagete ngai karo motako go to ngai ni bokole. Obo ngai ni no bole. Na yo wanja kuwiti tino responsibility. Ngani watigero omonto yo mebi to ngatiga kole. Waso ke para mogaka waso agotara. Wataro mogaletie nyimbo wabo getemani wazo agotara yagero monginorio so goporo kia madarao obo ngai inyasao korwa. Soma Methali 24 fungu la 3 na 4. Soma na Kiswahili alafu tutasoma na Kikisi. Methali 24 3 na 4. Maandiko inasema, Biblia inasemaje? Nyumba hujengwa kwa hekima. Nyumba inajengwa kwa hekima. Na kwa ufahamu hudhibitika. Na katika ufahamu inathibitika. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa. Vyumba vya hiyo nyumba vinajazwa vyombo. Vitu vyote vya thamani. Vitu vizuri. Vya thamani. Na vya kupendeza. Na vya kupendeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba inajengwa kwa hekima. Na katika maarifa na ufahamu inajazwa vyombo vizuri vya thamani na vya kupendeza. Soma
eke gusito kunego tebe. Enyomba nigekwaga no bongaini. Enyomba yekwaga chwa na Nyasaye no bongaini. Na yako bigwa gwetera asokomanya. Nga yako bigwa gwetera asokomanya. Asechise michire. Tiero nyombe yini gachigo ichorwa. Tinyombe tirum tiralia gachigo ichorwa nebitebiya bikomeka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Enyomba yekwaga jira getokia kabana wa Nyasaye. Obo ngai, omo ngiro tawe tiomo ngai, yoko yerie nyomba yao. Omo gako tawe tiomo ngai, enyomba yao yego sira, enyomba yekwaga jira ngai. Abangi na tigobo ngai di wa Nyasaye. Kwagenda kunyagoteria bakungu bande, bako etisemi. Monto tayo ngate tisemi, ko bwa tisemi tikorwa soma na Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye na ruye kora kwa etisemi. Akoya chokora nyumba yao. Nyumba yao nye koroche bwate changamoto. Nije mbwane kore ya changamoto. Koroche bwata mangana kama iko na maneno. Enda kwa magoti, kuna yule ambayo anajua kupeana obo ngai. Haleluya. Tigamba tebye sobo ngai boko. Isaya kianda. Isaya 9:6. Kuna mahali maarifa inatoka. Maarifa inatoka kwa Isaya 9:6. Soma. Isaia 9:6 maandiko yanasema, maana kwa ajili yetu, ya familia yako mtoto amezaliwa. Kuna mtoto alizaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Tumepewa mtoto wa kiume. Na uwezo wa kifalme. Ako na uwezo, na si uwezo wa kawaida, ni uwezo wa kifalme. Utakuwa begani mwake. Yani atakuwa anaandamana na hiyo uwezo. Naye ataitwa jina lake. Mshauri wa ajabu. Yeye ndio mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Nyumba inajengwa kwa hekima na kikisi. Soma ndugu yangu, dada yangu. Omwana iboirwe asenge yongo kwa obo ngai. Soma. Ndi twairwe omwana omomura. Obo gambi mbaba samarekaye. Obo gambi bwansi pi kisemi jonsi pi ntibe samarekaye. Era ni gararo kwe omasemi abwo kumia. Igararo kwe omasemi olenga kyabana Nyasaye. Omasemi ngaibo korwa. Na singa Nyasaye bwoko bwa. Tato kale na kale. Omugambi okoleto omulembe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka maarifa, twebo olinga ingo chikorusio bongai. Nitatoa wapi maarifa? Nitatoa wapi hekima? Nitatoa wapi mashauri? Biblia inasema mtoto amezaliwa kwa ajili ya familia zetu. Ukitaka maarifa, ukitaka hekima, ukitaka mashauri, tafadhali kimbia kwa mtoto mahali alizaliwa, maana alizaliwa kwa ajili ya nyumba yako. Tigakona kwa gende metiko nyago teba mangana romocho. Nigo gotagoro mocho. Nigo gotagoro mugako ekera abantu bako marago eta. Nigo bakorra muno mugake mbeo. Mongino yo seitaria. Omugako ega ari kunywara maru paka bo. Ekera ruwa maru achicha tarigo tinda mono gago cha mapema. Ekera ikomochi akamenya konyoro mongirori no hare akamotebi ngendagira. Omongirori akamoboriga. Endagira kwale teta. Endagira yungo kwanga inkonyerusi. Omugako lirende senge njonga yeye ndio kichwa cha familia. Akasema huyu mwanamke amemea pembe. Wacha hata nimuonyeshe kidogo. Akaenda kama anataka kumshika. Amweke kofi moja. Si vibaya kuwekwa kofi. Renew relationship. Hiyo ni sawa tu, hakuna shida. Bora usiumie. Haleluya. Yule mwanamke akachimbia, akaponyoka, akaenda akasimama pale. Akaanza kupiga nduru. Akasema natumia mbaka. Akaanza kupiga nduru. Akasema uwe baka amekufa. Watu wakaanza kukimbia kwetu hapa Kisii. Ukisema nduru mzee amekufa, si watu watakuja? Watu wakaanza mbio. Mkuu amepita hapa saa hii, anatoka kwa fulani,
Kwani alikunywa sumu gani? Amekula nini ndio aweze kufa? Watu wakaja mbio, wakakuta yule mwanamke amesimama pale. Anamwambia, "Haye, hata ukikufa sitalia." Ngano kutinga kana kieke. Tinkole. Abanyina balesa, bagandete abakabasire, bakole bintu batagete. Uko pamoja? Abanyina balesa, bagandete abakabakwe, wafanye mambo yao. Abakambara bakuburi naki omongiro yonyali neryogi gento kende gitakorugoro kemwake ngo nitimoka keroga netio montaku onyago kwa okoga nyoga nyore awezi kufa ataishi mpaka milele zote. Haleluya. Kwa hivyo changamoto ni kwamba msianze kutakiana vifo katika familia. Ni heri tukae chini, turekebishe, tuambiane ni vipi tunastahili kutengeneza nyumba yetu. Ndio sababu anasema, maana kwa ajili yetu mtoto alifanya nini? Amezaliwa. Mshauri wa ajabu. Tako na kogendo muragoli, senga joyo murako. Tako genda muragoli kwa sababu ya mother in law, abakungu barabake, bageche taba ngina byara, bagotebanga dikaombo ngino yago kwanti moke. Kwa tebinga ukitaka makobyara akufe, hawezi kufa. Huyu mama nawaambia aliyekuwa anapiga nduru, wacha niwaambie wiki 2 zilizopita akaenda kulima kule Masaini. Alipokuwa akirudi akapanda pikipiki. Pikipiki ikawa inakuja kwa kasi kupiga kona, ikapatana na ingine, ikagongana. Yule mama akavunjika mguu hapa. Alipovunjika kwa sababu alikuwa amekataa mzee wake, mzee akamwambia, "Chiponye, chipeleke hospitali." Mama akakaa pale, akawa hawezi enda hospitali, mguu imevunjika. Akawa pale, nyama ikaoza. Ilipooza walipoona amekuwa mgonjwa sana, wakampeleka hospitali kule Kilgoris. Yule mama alikaa wiki moja, she died. Huyo mama akafa. Mokua huyo mtu ambaye anaitwa Mokua. Mokua ako hai mpaka vile naongea hivi. Alitakia Mokua afanye nini? Mokua ako hai ama yuko hai? Kwa sababu hiyo Biblia inasema badala ya kutakiana mabaya, badala ya kuambiana mambo yastahili, mtoto amefanya nini? Mtoto amezaliwa. Baba mwenye nguvu, Mungu wa milele, mshauri wa ajabu. Wakati uko na shida, kimbia kwa mshauri. Ekerale ete shida. Na kina watawali ngani njenye tumia mono. Karibu. Ekerale tobo kongu. Ewana nkarobe ile kabisa. Ngataka korona bono waki ngakobe abono. Arawa iseko nkarara bono. Ngasoa muna bedroom na genda. Nkaira na gocha imistyle. Nkamate gaki. Ilikuwa ngachete iga ngakirero kwaba. Omo gako ria gerasi kora gatebu gatigobo chinga kwagwacha nirira kwangire gwacha karero. Amangana ari yose gigoso oko gasirika gakora kieki. Wokaera ngirinde impoese emudi yare ngororo abana banyasa ekero kwaro rira amangana atari amayanka igenda iga oira neni style. Haleluya. Pamoja kiolera kuja ni style. Wakungu mwale ngemweka kangana aboroki. Ngana aboroki mna mwale wote. Pamoja kienyeji injini wote. Hallelujah. Get the point. Take a step forward.